الحمد لله رب العالمين الذي شرع لنا زكاة الفطر تزكية للنفوس من الأدناس والقدر، والصلاة والسلام على نبينا محمد عالي القدر وعلى آله وصحبه السادات الغرر. أما بعد. Ndugu zangu ikhwata al-iman, popote mlipo, tupo ndani ya darasa zetu ambazo zinauhusu mwezi wa Ramadhan, lakini na miezi mingine kwa sababu ni ilmu. Sasa hivi tunaieleza sana zakatul fitri. Zakatul fitri kama tulivyotangulia kusema ni wajibu. Ni wajibu wa kila mmoja atoe zakatul fitri. Zakatul fitri ina kiwango maalum ambacho ni lazima kila mmoja wetu akitoe. Zakatul fitri, wapo watu wanaikwepa, na pia wapo watu wengine wanatoa kile kilicho kibaya. Hatoi kila anachokipenda, anatoa kile ambacho yeye anaona hiki sikihitaji sana, ndo anakitoa kumpelekea mwenzake. Watu wa leo fi asrina alhadhir, katika zama zetu hizi ambazo tunaishi za sasa hivi, watu wanapendelea sana kutumia mchele sana, pamoja na kuwa sheria inatuambia zakatul fitri itolewe kwa ghalibu ya chakula kinachotumika katika mji, lakini utakuta miji mingi inatumia mchele. Ni jambo zuri kumpelekea mwenzako ule mchele unaotumika katika ule mji, lakini mwingine anaacha mchele, anachukua debe la mahindi au kilo 2 za mahindi, anampelekea maskini au fukara yule anastahiki kupewa. Unajikuta anapata unyonge kwa sababu hakupata kile kinachotakiwa, kile atakachokitumia na yeye akafurahi. Hivyo basi niwaombe tutoe kile ambacho kinatumika katika mji uliopo na kile ambacho unakipenda, sio kutoa kile ambacho hukipendi ndo unampelekea mwenzako. Penda wapate wenzio kile ambacho unapenda ipate nafsi yako. Wewe unapenda mchele mzuri, basi nunua ule mchele mzuri, mpelekee mwenzako mchele mzuri. Michele inatofautiana bei. Kuna mchele wa 1500, kuna mchele wa 2000, kuna mchele wa 3000, kuna mchele wa 4000, na kuna mchele ambao una bei nzuri na huo mchele ni mzuri. Basi chukua ule mchele mzuri, mpelekee mwenzako ili na yeye akafurahi. Tukifanya hivyo, tutakuwa ni katika wale ambao wanayathamini na kuyaenzi vizuri mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Miqdaru zakatil fitr. Miqdaru zakatil fitri. Zakatul fitri
yajibu ikhraju sa'in min quti albalad, kunapasa kutoa pishi moja katika chakula cha mji ambao wewe unaishi. Kile chakula ambacho kinapendelewa katika mji wako unaoishi, basi toa pishi moja. Wasa'u 4 amdadin, na pishi moja ni vibaba vinne. Ni vibaba vinne. Pishi moja ni sawasawa na vibaba vinne. Walmuddu, na kibaba kimoja yuadilu, kinalingana sawa na gramu 600. Kibaba kimoja ni sawasawa na gramu 600. Kibaba kimoja ni sawasawa na gramu 600, zidisha mara 4, kwa sababu tumeambiwa na tumeelekezwa tutoe vibaba vinne. Sasa kibaba kimoja ni gramu 600, zidisha mara 4, utapata ni sawasawa na gramu 2400. Kwa hiyo kila moja atatoa gramu 2400, na hizo gramu 2400 ni sawasawa na kilo 2.5. Ni sawasawa na kilo 2.5. Kwa hiyo kila mmoja ahakikishe ametoa kilo 2.5. Wayakunu ikhrajuhu min quti albaladi min alburri au alsha'ir au aluruz au altamri au ghairi dhalika mimma yaqtatuhu an-nasu, walburru anfauha walurzu aktharu intisharin fi asrina. Hizo kilo 2.5 kutakuwa kuzitoa ni katika chakula cha mji ambao wewe ulipo. Ile ghalibu ya chakula cha ule mji, mara nyingi hapo mahala ulipo wanatumia nini? Je, wanatumia ngano? Wanatumia mchele? Wanatumia tende? Au wanatumia ugali? Kile ambacho watakuwa wanakitumia katika huo mji ndicho utakachokitoa katika zakatul fitr. Lakini pamoja na hayo, wal urzu aktharu intisharin fi asrina, mchele ni zaidi kwa kuenea matumizi yake katika zama zetu hizi tunazoishi. Yaani mchele hatuwezi kukwepa katika hizi zama tunazoishi. Hata watoto wadogo ukiwasogezea mchele na ukawasogezea ugali, mara nyingi wanafurahia sana, tena sana kufurahia mchele. Kwa hiyo ukitoa mchele ni jambo zuri zaidi, ili wale masakini, wale mafukara, wale ambao wataelekezewa hiyo zakatul fitri, na wao waweze kufurahi katika siku ile ya Eid na isiyokuwa siku ya Eid. Na kuna watu wanapenda sana kutoa thamani. Nikisema thamani ni kuitoa pesa. Si vibaya,
pamoja na kuwa katika madhehebu yetu ya Imam Shafi haikueleza sana kulieleza jambo hilo la kutoa thamani. Kauli ambayo ni mu'tamad katika madhehebu ya Imam Shafi ni kuwa annahu la yujzi'u ikhrajul qima fi zakatil fitr, kwamba mambo yalivyo hakutoshelezi kutoa qima katika zakatul fitr. Ndo kauli ambayo ni mu'tamad, ni alqaulul mu'tamadu fi almadhhab ash-shafi'i. Lakini leo tunaona watu wanatoa qima ya zakatul fitr. Je, hilo wanalitoa wapi? Hili wanalitoa kupitia madhhabu ya Abu Hanifa. Madhhabu ya Abu Hanifa ndo yaliyosema na ndo yaliyoelekeza na ndo yaliyotamka kutoa qima katika zakatul fitr. Si vibaya wewe ukiwa ni mshafi kuifuata kauli hii ya madhehebu haya ya al-Imam al-Azam Abu Hanifa, si vibaya, toa tu. Lilokuwa baya, kuna watu tumesema zakatul fitr ni kilo 2.5. Mchele unauzwa mathalan 7,000, utamkuta mtu anatoa shilingi 4,000 au anatoa shilingi 2,000, anaijalia hii 2,000 ndo kima cha ile zakatul fitri alitoa. Haya ni makosa makubwa, na ibada zetu zitakuwa na matatizo endapo hatutofuata misingi ya sheria kama ilivyotuelekeza. Ndugu zangu, nakuhimizeni sana kutoa zakatul fitri. Lakini kwa kumalizia, lipo kundi ambalo linajithamini lenyewe kuliko kuithamini familia. Lipo kundi la namna hiyo. Baba anakwenda na anapeleka zakatul fitri katika ofisi zinazopokea zakatul fitri, katika misikiti inayopokea zakatul fitri. Anakwenda huko, anajitolea mwenyewe, anampuuza mke wake, anawapuuza watoto wake, anawapuuza watumishi wake, anawapuuza wazazi wake kama hawana uwezo. Hili jambo ni makosa makubwa. Ukiamua kutoa zakatul fitri, itowe, watolee zakatul fitri wote waliokuzunguka, ndugu yangu Muislamu, ndo utapata thawabu zilizokuwa nzuri za ibada hii ya zakatul fitri. Mpaka hapa, kwa sababu muda nao si rafiki, niseme wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.